The boda guy. Bana, I think boda guy. I think your video iko online. I think maybe some Sijui people ilikuwa nini gani but media gani lakini hiyo kitu bana by the way nimecheki. Hebu tu stream. Ni wacha nikwambie tu story. Ni boda amepatiwa aipeleke delivery. Ilikuwa kutoka Kileleshwa hadi Thika. Chapo ngapi? Ni chapo 4. Alikuwa apeleke chapo 4. And delivery, my guy. Delivery. Kutoka Kileleshwa hadi na hiyo chapo ni mbao. Chapo ni mbao, my guy. Alafu analipa donga alafu kutoka Kiladi Thika. Analipa 900 kama 900 25, my guy. Chapo ni mbao. Chapo 4 kutoka Kile 80. Sasa jamaa alikuwa anapiga hesabu. Kivipi kuna nini, my guy? Sijui kama unapata. Nakupata. Mtu wa boda anasema ni chapo kweli. Anajua hata kama ni mtu wa delivery unaweza shangaa msi. Sema tu hatuna shida ni sijui kama alikuwa ametoa kwa mwenye anapika chapo anauza chapo ama ni delivery amepewa tu peleka hiyo mzigo ama naona mapenzi mengi hapo. Kuna sasa nipiga simu nataka zile chapo zako, my guy. Hata hiyo mapenzi sasa kama hiyo level hapa. Lakini kuna mra inafika bei. Hata nizapeleka tu juice ya so. Nyinyi mko show kitu ni chapo. Inaweza kuwa zile maybe chapo cookies. Huwezi jua. Inaweza kuwa ni chapo cookies. Unajua mapenzi inaweza toa mtu ushago. Akuja kuona mjini. Yes, hiyo ni fact, hiyo ni true. Atumie transport yake, kila kitu yake. Anakuja kuona boys wake mjini. Your love. Hiyo ni love. Sasa hiyo ndio kitu mimi naonanga inatupisha ngarada. Sasa wewe unapata ni mtu zingekuwa chapo mbao maana mimi ningetika. Lakini uboda alifikisha. Watu skill tunakafunga. Unangoja kwa employed buda. Hakuna siku. Tunangoja sana. Hapa next mazee hatuwezi jua lakini pale vile wandi naenda, my guy. Ni hivyo tu. Ndio. Tukue skill. Wako ni yourself, wako ni your projects. Inasema invest in yourself. At your gym ni kuinvest in yourself. Sasa mimi naona tu uko on the right path. Unajua mtu akisema invest anaweza kuwa anasema ni do. Si lazima. Ndio? Si lazima. Wewe unaonaje? Si do. Unacheki? Kuinvest in yourself unahitaji do. Hata ndo nakwambianga kuanzisha biashara unahitaji capital. Unahitaji plan. Si ndio? As long as uko na plan, alafu uko skilled kwa hiyo shughuli. Unaweza kuwa uko na hiyo capital na bado hauna plan, hiyo do utaiwaste. Hiyo do itaenda waste. Lakini man mimi nimejaribu vitu mingi lakini aje. Keep on trying. Kuna moja never give up. My guy man. Azizi. Wallahi. Hatunajaribu inakataa. Jaribu tena. Itakubali. Azizi. Vitu different. Umejaribu nini Eugene? Tuambie umejaribu nini? Hapo kwa visa hapa industry hapa hivi. Ama maybe uja crack ka code vizuri. Siko maybe ama hajapata ka loophole. Kuna ka loophole. Unakapata tu hivi tu utapenya hivi ni. Utapata rahisi. Utapata hiyo experience unayo. The ups and downs. Bana experience ya kufail na niko nayo. Unaweza uza hiyo book. Kwanza baadhi nataka kuku. Uko na experience ya kufail? Yes, welcome to Cheza Chini Pod manze. Thank you for the love. Watu wanatushow hapa manze, internet hapa manze wanatushow love. Tuna appreciate sana for the coming subscribers, the new subscribers wako nyumbani manze, we appreciate sana manze, tunashukuru manze for the support. Actually tumesha record episode 1 lakini mmeanza kuonesha love. Ni amazing. So Cheza Chini episode 2 na record leo same tunafanyanga ni show tu love, una comment una share and then una subscribe manze, itakuwa very amazing. So leo episode ya leo ya pili Richie leo hajakuwa around, Richie ameshikana kidogo but the coming episode atakuwa remember mimi ni hapa ni Teddy aka DJ Tillman. Leo niko na Big Man Yujo na boys wetu hapo, najua atajiintroduce baadaye tukiroll bana jo. Teddy umekuwa my guy. Mimi niko best bro manze. Kuna love yenye tunaonyesha love huku nje manze. Iko sawa. Ni kwanza before tuanze nini yetu ya leo. Big Man pale on your right I introduce himself.
Bana jo. Kwanza mimi na go by the name Robi. Si John mtu wangu hapa Bana ananijua. jo, lakini hizo mraia unajua zikujui man. Azinijui Robi. Robi siku zote. Kijana wenu. Bana jo. Huyu anaitwa Robi. So Mark manze. Richi hayuko. Richi tulikuwa naye jana, alikuwa nimekaa sport yake hapa. So I think tutakuwa mna get mnapata. Unajua Ted, unajua shit yetu Bogi ni big. Lazima. Bogi ni big. Jeshi ni kubwa. Leo utapata ya Robi yako. Kesho Richi yako. Ted ni shughuli maisha. Ndio. Unajua shughuli mazee, as long as tunafanya hii shit bado tunatafuta si ndio? So unapata kidogo lakini thanks mazee. So leo hatuna mambo mengi my guy, lakini wiki yako imekuwaje bwana Robi? Mimi wiki yangu imekuwa ufala. Walai. Ufala locked, lakini ni ufala. Bana, tunashukuru Mungu ni tunaamka kila siku tunaamka kabisa. Unajua kila siku tukiamka naona jeshi yangu bado iko na bado inasukuma. Ina give thanks. Okay, lakini check every day is a struggle man. Ndio. No one is coming for you, just have to jituma. Inafaa ujisave. Save yourself before msa kuja kusave. Jua hakuna mtu anakuja kukusave. As long as we be a mtu. As long as we be a mtu. Unajituma. Lakini wote nauliza my guy. Nyinyi mnakuanga na routine ya daily my. Routine. Unajua kuna watu wengine wanakuanga mimi nakuanga na routine nini? Maana Teddy. My routine. Unakuanga nikiamka ngware vile najipanga. Wewe routine yako ni. Unakuanga na routine kwanza, acha tuanze hapo. Sio wanaume bana. Wanaume mambo ni mingi jo. Si wanaume, ni wewe. Yeye ndo anatuambia routine yako iko aje. Kuna routine pia bana mwanaume. Unajua routine unasikia? Routine kama unapata mtu anamkati saa 2 my guy. Sana sema mimi namka saa 2, akishamka saa 2 apige road yake. Na unajua anakuwa na specific na to time. Anasema tika 30 minutes my guy. Hadi akarudi, akisha rodi akuja apige mai zake 2 my guy. Mimi routine naweza kupatia ni routine yangu ya the whole week ile. Lakini ya daily kwani? Daily Robi? Mimi sina routine, personally sina routine. Hauna routine my guy. Ama hizo vitu za kibabu. Wacha nikwambie, mimi kitu najua out of understanding yangu routine. Msako na routine. Ni msako limited. Routine na kuanga hiyo. Hebu tuendelea. Nikisema niko na routine, tuseme nimeajiriwa. Niko employed. Which is si mbaya kuajiriwa. Si tunatafuta bado. Hiyo bado tunatafuta. Sasa unajua hapo tunaongelelea, lakini sasa hebu sikia. Routine, mimi personally routine yangu sina routine. Mimi nitasema niamke saa 6. Inalingana na vile time ulidoze my guy. Ulidoze saa 9 ama saa 8 ama saa 10. Nitagutuka saa 6. Lakini hapo ndo nitaanza kucheza mambo yangu. Nitaanzia hapo siku. Hapo ndo siku yako inaanzia. Lakini kuna mwingine unajua siku yake inaanza saa 5 asubuhi. Sasa the difference is so bana siku hizi mazee maybe tuseme ni za mabaya. Hizo vitu. Mimi na yangu ya wiki naweza wachapia yangu ya wiki. Hebu tuchapie. So mimi Monday. Mimi mtu nafanya business, nafanya job yangu magizi. So Monday nendanga gym mara 3 kwa wiki. Nendanga gym Monday, Thursday na Saturday. Check before. Ngoja. Nitakuuliza kitu. Gym kwani gym unaunga wapi? Ama ni mbio tu. Gym ni ya moto. Fitness, aerobic. Stay fit na pia inasaidia mental health. Very important. Inasaidia mental health. Hiyo iko sawa. Mimi sina kutangaza muscles. Kujifunga, sijui nini. Mimi nimeenda kwa fitness na naitwa fitness na ku mental health. Wengine ukiwa na manini zako kuna siku mbaya unaingia huko na lift. Tedi ukuvunjwa roho. Ulivunjwa roho. Bado unavunjwa roho. Ni therapy bado. Ukiingia gym bado ni therapy kama umevunjwa roho. Maboy wengi wakiatbreak ama wakitoka kwa relationship.
anga wanakimbilia. Watu wengi wanachukulianga hiyo most mtu ndanga. Unajua sikia msee wa gym sasa anataka kama demo wavuja ndo mko mnaingia gym. Hiyo ni project my guy. Azi. Project. Iko sawa. Sasa watu wavuje tu maroho kuje ndo apate ndo apate customer my guy. Usikia ungana ajalingi hata ndo atalipa my guy. Kumse Yeye bora twende pale, ainue weight, ako relieved. Lakini sasa kuna wale wameamua ni wanaitanga bodybuilders kama Akina- ni ule mwenye chao. tu. wale Bana mlitekea wao kweli. Niliona vurugu tu. wakaza kuchomea wasee Ya Fidel na nani na anaitwa aje mzee. Au sasa kuna time walichoka mazao wakaenda kwa kona wakatulia wakaanza kupiga Eh. story my guy. Sijui kama leo Niliona. kazi iliisha mazee. niliona hiyo event ilifanyanga pako kaingilianga wasee wanaitwa gym. Watu wa gym ni mwili tu sijui nini. Lakini sasa unajua au sasa yao ni sport. Yao wamechukulia kama sport. Sasa wewe amademu akaanza kujajio na pande ya sekete my guy, hiyo ni tofauti. Au ni sport. Inafaa unajua difference hapo ni. Lakini pia Sport. stamina. I mean 3 months. Stamina Stamina iko mbaya. Uko sawa? Stamina tu hapa. Sekete. unasema Sekete na kanyaga mbaya. ina boost. Sasa Lakini Yangu ni hebu natural. tusikie. Yeah. Yujo. Una believe mtu akibreakiwa anaingia gym ama kuna therapy nyingine apart from gym tu msaki vunjwa roho. Sasa unajua hiyo okay, sijui vile waswali yeka wakaenda kwa wakafika hapo kwa gym. But mimi naonanga mostly ama hata hivi kwa mtandao unapata ama celebrities wakiabreakiwa. Unapata the next post Ni gym. inakuanga wapi? No. Sasa hii imekuwa trend. Sasa sijui ilifikaje kila mtu akafikiria hivyo. Lakini tena Magala ameanza kwenda gym. Magala. Niambie nini ushaenda gym bro? Nishaenda gym. Session 2 gym unapiga gym. Nakumbuka nikienda gym nilikuwa nimebreakiwa. Unaona, nimekwambia. Sasa unajua nilikuwa upcoming. Yeah. Nilikuwa upcoming. Sasa msaka niambia ugala kwanza unamweka wallpaper. Atakuja kwa cha siku moja. Na unajua akaniacha. Na same person aliniambia na alikuwa gym coach wangu. Alikuwa mori wangu. Sasa akaniambia fanyaje? Come gym. Lakini sikuwa relieved. Au kwa relieved. Sikuwa relieved. Teddy. Juu kitu ya kwanza Umeenda gym. Ushainua. Unaona hiyo time ukiinua au feel hiyo pain. Hiyo ati hiyo ni macho. Hata mimi Lakini ukishamaliza tu hivi session unachukua hiyo shida zako hapo kwa mlango pale uliachia unarudi nazo. Mimi to be honest, but ni mindset. Yeah. To be honest, mimi hapo reason kitu kama 3 hata nilikuwa nimesema previous episode ya kwanza. Kama mjaote episode ya kwanza mazee. Bana jo bufollow kwa YouTube channel mazee hapo episode 1 wa subscribe na msubscribe bana. Subscribe. Tunataka subscribers nyinyi. Episode marango ya kwanza kudecide kwenda gym. Amazee nilikuwa nafikiria kwa maisha man. Unajua lazima nilikuwa nafikiria kwa maisha nikasema bro nikaenda nikaongelea kwa open kwa wasee kwa open up kwa mzee. Akaniambia gym is a good therapy. Start eating. Lakini bro no. But I was going through a lot. Lakini unaendelea vipi? Sasa niko best. Nilikuwa na hasira mingi. Sasa akaniambia hasira zako mingi. Enda lift heavy hizo ma weight hizo machuma lift ile punching bag piga punching bag mangu. Hebu big up ni gym yako man. Unajua watu waweza kuwa hawajui gym yako. Las Vegas hapo Rivers. Wacha ni confirm, lazima niwapiga. Lazima Wacha ni confirm. Teddy school unaenda kwa hizo za simiti Mike. Utalema zaidi Utakauka. Hizo atakauka. Las Vegas gym. Na unakula fiti. Riverside. Las Vegas gym Riverside. Iko outer ring road manze. Big up sana manze. Manze mentally manze sasa hivi mnisaidia manze. We'll keep on going. We'll keep on. Takuwa na wa big up manze kwa nini yangu hapa ni tukiwa nini? Tukiwa episode hapa. Lazima unaona kata gym Mike. Hizi acha bana. Niko sawa. Mimi hata
sijaenda kwa wiki hata mara moja na sijaandika roho na ama mametupa nini na feel sijafanya kitu. Ni kitu imeniingia kwa damu. So far I have 3 months. Sasa ni 3 months. iko fine. Na I'm going very. Kwanza mentally hapa inafanya una feel poa mentally. So mimi naweza yuto kwanza yuto ni mwana sport. Yuto ni mwana sport. Ndio anafanya ana hit gym daily. Urongo man. Hiyo kitu si rahisi man. Ama bei. Ukiona asi bei kuna time nyingine in life ukoona unafanya kitu haileti matunda. Unaachana nayo. Si unaachana nayo. Unatulia. Unatulia unasema hapa hebu acha nitulie kwanza. Unajua unaweza kuwa na unaweka hiyo energy ulikuwa unaweka hapo unaweka pale pengine acha nione kwa hii pande nyingine kama inaweza fika. Ndio. Niko sure kila boys hapo hivi high school kama ulizishai kwa high school kila mtu ashaandika mstari zake hapo. Mimi unajua kuna time nilikuwa mnisa Mike hapo form 3 hapo nilikuwa najichocha na tulai wangu. Ulikuwa unachora. Wala nilikuwa najichocha na hiyo kitu aje. Na chocha za wase hapo hivyo na kuchocha hapo. Zile tu za kusema unasema sasa hapo ni record nini. Andika mistari mazazi. Sasa unajua time mozo zilikuwa kurime. Hiyo time ilikuwa tu kurime. Bora tu umerime unajua wewe ni msanii. Juu pale Kiswahili pia bado umefunzwa kurime bado. Kizungu naishi hapo na ndio hiyo. So nilikuwa najaribu kusema kuna kitu ushajaribu ikakataa. No. Mimi na kitu nilikuwa nasema usijilimit sasa ni hii sipojipa bana ni death. Ile toga another life and death. Lakini kuna nayo kabisa. Kuna opportunities mingi man. Unaweza fanya option ni mingi. Kuna vitu mingi. Sasa ni opportunities ni mingi alafu unapata kuwa creative juu sasa hivi uko creative man hii by the 5 years to come mazee creative industry mazee watu skilled tunakafunga unangoja kwa employed buga hakuna siku tunangoja sana hapa next mazee hatuwezi jua lakini pale vile wandi naenda my guy ni hivyo tu ndio tukue skilled wako ni yourself wako ni your projects inasema invest in yourself ati yo gym ni kuinvest on yourself. Sasa mimi naona tu uko on the right path. Unajua mtu akisema invest anaweza kuwa anasema ni do si lazima, si ndio? Si lazima. Wewe unaonaje? Si do unacheki kuinvest on yourself unahitaji do. Hata ndo nakwambianga kuanzisha biashara unahitaji capital, unahitaji plan si ndio? As long as uko na plan alafu uko skilled kwa hiyo shughuli. Unaweza kuwa uko na hiyo capital na bado hauna plan, hiyo do utaiwaste. Hiyo do itaenda waste. Lakini man mimi nimejaribu vitu mingi lakini aje. Keep on trying. Kuna moja never give up. Ai my guy man. Azizi. Wallahi. Hatunajaribu inakataa. Jaribu tena. Itakubali. Azizi. Vitu different. Umejaribu nini Eugene? Tuambie umejaribu nini? Hapo kwa visa hapa industry hapa hivi. Ama maybe uja crack ka code vizuri. Siko maybe ama japata ka loophole. Kuna ka loophole. Unakapata tu hivi tu utapenya hivi ni. Utapata rahisi. Utapata hiyo experience unayo. The ups and downs. Bana experience ya kufail na niko nayo. Wewe unaweza uza hiyo book. Kwanza baadhi nataka kukupa. Uko na experience ya kufail? Wewe ni winner. Wewe winner bro. Kama uko na experience wewe ni winner. You are a fucking winner. Usha win wewe. No, baadhi nani ashaitu apart from ile tu ya kusoma nini? Ushaisoma tu kitabu. Abuka no sema tu kaka kitabu kama hii Andrew Kibe my guy. The what the commandments shit man. Okay, so ushaisoma book my guy? Mimi na read books. Niko na vitabu. Hebu tupe vitabu umesoma. Nimesoma Endgame. Niko na kitabu fulani hapo nimefika katikati ni Endgame. Endgame. Mimi si mtu wa vitabu sana. Mimi most of my knowledge I consume kutoka kwa podcast. Oh, you consume what you watch. What I watch. Hiyo pia iko sawa. Dr. Kinori, Mfweneke, kina iko nini?
Krimenami. So Mount na Kochu. By the way, what you give attention to inakuja kwa reality yako. People have different ways. Yeah. To be honest, mimi nayo. Yeah. Soma. Ile kwa kitabu tu nimeanza kusoma hivi. Yeah. Lakini sasa usikii kuna mali nasikianga bwana uki sasa unaona hii ya kusomea kwa tenje. It's not a good behavior. Na pa ile unaona exactly. Ile book tu umekaa tu chini unakaa kama unaichambua. Yeah. Sasa unajua advantage iko kwa books ni pale itakuimprove kitu inaitwa communication. Unajua communication ni keyword. It's a keyword. Communication, ukijua communicate utaingia place yoyote. Communication. Baadhi unajua unapatanga kuna mzee kujibonga ni ngumu. Na hiyo kitu inasumbua raia wengi sana. Communication. Unabaya communication mzee ni mpoa tu lakini communication yake iko poa. Unajua communication kama message haijakuwa delivered na hiyo message haina meaning. Haina. What is communication? Lakini cheki saa hii umesema wewe unapata knowledge through watch. Unajua sasa watu wana watch pod man. Ngombe sport sasa pod inatake over inachukua industry sasa inatake over radio industry mainstream. Wakina radio hao. But nadhani hawezi. Kwa nini? Hata tukiwatch video but I think audio bado ina do best. Juu utapata msee ako kwa mat atafungua simu but anataka sikia hiyo podcast ya Ufweneke asubuhi ataita to audio ako kwa mat anaenda job. Kuna msana drive anasema before ingie ofisi nataka nisikie pod before ingie ofisi. So nadhani hii pod na video at some point ziko at the same level but audio iko sawa. Audio iko inasikika sana. By time. Tunajua kwenye radio hizi maybe tuseme hapa Capital City ndio radio mjini tuko video. Mjini tuko video. Maybe watu wa mtaani wote ile difference ni hizi radio ni sijui kama mtari correct majamaa mni correct. Hii podcast ni mainstream. Tuna stream ya mainstream. Hiyo ni stream. Hizo ni streams. Hizi mani nini? Ni records. Ni multimedia mani. Radio. Sijui siko sure. Hebu nitafuatilia hiyo. Hebu fanya research. Kama mtu anajua lakini kitambo bwana kama kuna kipindi nimeshaiona mazee kutoka episode 1 hadi mwisho. Sijui kama nyinyi mlikuwa sawa. Sopo hizo masopo telenovela. Hizo telenovela my guys hapo my. Wakina Marie Cruz nini? Mimi niliona Storm of Paradise pake kaisha. Hata nilisahau tu hizo episode 2 juzi my guys. Storm of Paradise. Hiyo shit ni ya tena mazee nilikuwa na watch. So hiyo ilikuwa imesema kama ni hii kipindi ni kipindi. So sasa watu wako na choices. Sasa choices ni mob. Ndio roho. Sasa choices ni mingi. So ndio nilikuwa nauliza Teddy. Inalingana tena na knowledge vile. Unajua kuna knowledge nyingine. Unajua sasa kila mtu anatoa content. Na si kila content ni okay, kila content inakuwa fake lakini kuna wengine wanadanganya lakini wanapata ni content. Na unajua Kenya sisi tunapenda kwa knowledge zinaitwanga foolishness. Foolishness. Tunapenda ufala. Ufala sana. Kenya wanapenda kutoa kitu ufala. Mimi nataka give example to the artist. Example artist. Unapata Kenya tuko na artist wa dead. Lakini utapata artist mmoja ametoa ngoma ya ufala. Ufala, yule anapewa attention. Lakini kuna artist wengine kwa grind. Lakini mimi na good music bana. Wako na something kwa music, unaona? Sasa unapata unakuja unasikia ngoma ya Bagnia nini? Alele mtoto. Bagnia Alele mtoto. Mtu anataka kujua Bagnia nini? Alele mtoto. Alafu kuna mtu ametuambia pale ati ametuambia tu music yake iko sawa. Amekuonyesha hadi kitu iko kwa music. Lakini moro wetu anakuja kutuambia Bagnia Alele mtoto. Because Alele mtoto hii ni vitu zenye uwezi haieleweki. Chezwa beat kwa international level lakini
Doni ni yetu, lakini ni originality. Lakini hapo wacha tukuje hapo lakini. Unaona hata huko majuu. Lifestyle huko majuu na huko ni the same. Unaona sasa ni vile sisi tunaiona ile design. Hadi sasa wako huko juu. Ni ghetto ya huko unapata tuseme kama hip hop. Hip hop tunajulia underground. Na bado hip hop huko zilianzia chini. Na huko ni pale si tu. So msanii akiongea anaonesha tu vile hiyo society anatoka inakaa. So boys akiongea lile mtoto, mavijana wanatambua lile mtoto. Unajua kitu unajua. So anaongea competing with international. No. Unaona hizo ndo shida tu. Okay, wewe unataka unajua tulikuwa na compete. Recruiter akisema I'm on my Maybach. Gari ya Maybach. Unajua unasema kweli ako kwa Maybach. Unajua ako na Calligraph hapa vile alikuwa akisema ako na Maybach. So leo watu walikuwa na mtrash. Lakini sasa yale mtoto, mzee anasema lele mtoto. Hiyo ni kitu yenye vijana. Society yetu inatambua. Unapatanga kijana ikifika hapo masaa zake ni sasa alele mtoto. So yeye anasema tu, yani ni kioo. Yenye maboys wanafanya enda na hivi. Ako sawa. So si ati alafu hii kitu yenye imetuingia ati Grammys hapo juu. Bado tusikize tu ngoma zetu man. Hao sema kwa wasanii wa appreciate na kupata kitele hivyo. Iko fine. Shida na Kenya tunapenda consume out. Lakini kitu imeisha man. But sasa ina vitu zina change. Mimi sasa mtu akaniambia jana nasikiza sio offset jana nasikiza tu. Huyu anajidanganya. Sijui kama unaona hiyo clip ya Homeboys alikuwa muongelea Kenyan music mediocre something like what. Nilikuwa nakuchapia wasanii wengine they don't deserve such views. Good artists such kina Bensoul. Very developed artists don't deserve huo kwa niambia kuna some artists wana buy views. Unajua sasa wewe iko tu kama hiyo ni kama umepeleka mali yako kwa soko my. Unajua utasema ati huyu mzee deserve ati sasa juu mzee yake inameremeta ati machungwa yao inameremeta. Kufika ameenda hapo ni watu wanachagua. Unaona? Unaona ni mtu anachagua kitu anaona. Ukienda nini unachagua. Unasema leo nataka kuchukua hii nyanya. Imeiva sana. Sasa huwezi jua man. Unapatanga mzee anakupigia kitu fine lakini saa ama unaweza pata artist wengine ni walezi. And kitu watu walikuwa wanasema sana the message kwa hiyo ngoma iko. Sasa hiyo message ya iko hiyo ndo wasona dai. Sasa hiyo ndio hiyo ndio alikuwa anaitwa mediocracy. Sasa the problem Kenyans walichukulia sasa ni kama amesema Kenyan music yote ni mediocre. Sasa watu walikuwa namcorrect ukimwambia kuna some of the artists wenye wanafanya kazi safi huko nje lakini hawana attention. Unaona sasa. Lakini watu walipoint fingers sana kwake. Because unajua ni kijana cool kid nini cool kid watu wa cool kid. Also mtu wa cool kid ndo anapata ma views. Si cool kid yani hiyo the radio presenter alikuwa anatoa nini. Wewe radio presenter unajua ni kijana fulani wa Homeboys namjua lakini tena anaanga anashuka hivi unajua ni anga anashuka lines hivi nini afu ndo alikuwa anasema sio hiyo alipatia kazi kwa sababu mama yake ndiye alimconnect hapo nini alikuwa anapiga content na mkoro before aende hapo before aende alikuwa mama's boy alikuwa anapiga content na mkoro kwa keja mam nini so sasa hivyo ndo akaangukia shughuli hapo Homeboys nini lakini hiyo ni view yake lakini sasa hiyo ni view yake mimi nilimuunderstand anapiga views mingi sasa hivi ako nini ako ready yani alikuwa na trash talk nini ngoma za Kenyan music lakini nilimuunderstand nimesema maybe watu wakumuelewa walisema ni sasa alisema general Kenyan music is mediocre like sasa hiyo kusema Kenyan music angesema hiyo ngoma peke yake angesema hiyo kama unajua kama makosa ni yangu Teddy acha makosa iko kama makosa ni ya director tuseme kwa hii pod yetu sijapinya hapo kwa audio makosa ni yangu makosa utabeba makosa na utaibeba acha makosa iko ya mtu mmoja isikuwa ati kama kitambo kwa Bible ati mtu mmoja akikosa hiyo unakuwa una kile una accuse kila mzee. Niko na swali nauliza. Nini unashai spend? Unashai spend do mingi lakini it's not worth it. It's not worth it. Nimespend do. Unaonanga buda hapo naekeleanga. Lakini
It's not worth it, it's not worth it. Lakini una spending tu do hapo. Okay, mtu mwingine anaweza kuona it's not worth it. Kwa sahi Sasa good situation question. tuko sahi. Kuna kitu kenye una tu spending tu do hapo. Lakini ni mingi una spending tu do. Kama kuna kitu ushaibai lakini ulifika that time unasema mbona nilibai shit. No. Ushaikuwa na item kama hiyo. Umenunua tu kitu alafu kiko tu hapo. Yaani Nyinyi mnakuanga strict sana kwa kukoka. Hapana, naona ni kama time hiyo kitu maybe bado hajafika. Labda time yake ikifika itapata kazi. Mimi unaona Naona hakuna kitu kuji without a reason. Mimi naona hawezi amka asubuhi useme nitakwenda kununua tripod. Na uja plan kuifanyia nini? Lazima uwe na plan. Yeah, exact. Mimi nimewasido zangu. Kwa nini? Kwa boots za ball my guy. Nimenunua balls, nimenunua boots mingi. Nikipiga tu hesabu. But ni kitu unapenda kufanya, unapenda kucheza futa. Sasa hiyo mzee mwingine anaonaje? Una waste do. Mwingine anaona una waste do. Lakini sasa lakini sasa wewe to you. Tulikuwa tunasema ni you personally una feel una wasting inaweza kuwa wewe ama mtu mwingine. Maybe the other person anaweza feel the other person, lakini wewe you know the what ina worth it, unaona kubuy hiyo stuff. Lakini mimi naona sidhani kama unaweza give a fuck ni mtu anakuwa what the other person is thinking. Sioni. So mimi spend to my guys. Continue spending. Si kitu unapenda. Ni si kitu unapenda kudu. Kitu unapenda kudu. Sasa iko kwa daily routine yako. Unajua sasa hii unapatanga kwa mapero yetu. Unapata mkoro kabuda na kunyonga tei. Unapatanga mkoro anasema hii kitu haikusaidiangi. Anatetea mbuda mazee mzai. Sasa ajui shida ya mzaana. Za maybe kuna vitu mingi kwa kichwa. Kichwa imepurura. Unajua kitambo sikuwa na understand. Lakini sasa hii vile sasa umeage unaona kuna vitu zingine unaangalia. Hiyo sasa. Mpaka nasema buda acha tu akate maji. Juu unapatanga mabuda zetu wamepitia mbaya. Mimi big up kwa zetu wazazi wangu bwana. Hatakuwa tunalala njaa, tulikuwa tunakula tu vizuri, yani kila kitu nilikuwa nashangaa walikuwa na mali. Lakini ama sasa maisha sasa kwa aje man. Sasa unaona maisha sasa sisi kama hii generation inakam. Tuko na unapata most of this generation wako na positive mindset. Tuko na positive mindset. Tuko na zile zati ni leo. Hatujui kesho itakuwa. Vile kesho itakuwa. So to survive leo. Tuishi leo. Wewe make sure mimi na survive. Surviving is winning. Ndio hiyo tuna survive. Kuna watu wanaishi man. Kwa hiyo kuna watu wanaishi. Watu wanaishi. To the fullest. Mimi na survive. Mimi na survive. Na give thanks every morning. Bora tu nimeamka. Si ndio bora umeamka. Sawa. Najua another day of struggle man. Ndio hiyo. Another day of struggle. We hustle. Cheki, hebu hii story. Kuna story hapo tumecheki na maana Teddy before ingie. Hebu hiyo story ya huo boda my guy. The boda guy. Bana, the boda guy. I think your video iko online. I think maybe ilikuwa nini gani but media gani lakini hiyo kitu bana. By the way nimecheki. Hebu tu stream. Ni acha nikwambie tu story. Ni boda amepatiwa aipeleke delivery. Kutoka Kileleshwa hadi Thika. Chapo ngapi? Chapo 4. Alikuwa apeleke chapo 4. And delivery, my guy. Delivery. Kutoka Kileleshwa hadi na chapo hiyo chapo ni mbao. Chapo ni mbao my guy. Alafu analipa donga kutoka hadi Thika. Analipa 900. Kama 925 my guy. Chapo ni mbao. Chapo 4 kutoka Kile 80. Sasa jamaa alikuwa anapiga hesabu. Kivipi kuna nini man? Sijui unapata. Nakupata. Mtu wa boda anasema ni chapo kweli. Anajua hata kama ni mtu wa delivery unaweza shangaa msi. Sema tu hatuna shida ni sijui kama alikuwa ametoa kwa mwenye anapika chapo anauza chapo ama ni delivery amepewa tu peleka hiyo mzigo ama naona mapenzi mengi hapo. Kuna sasa nipiga simu nataka zile chapo zako my guy.
Hata kama hiyo mapenzi sasa hiyo level hapana. Lakini kuna mra inafika bei. Hata nizapeleka tu juice ya so. Nyinyi mko sure kitu ni chapo. Azi. Sasa kwa sababu maybe chapo cookies. Huwezi jua. Inaweza kuwa ni chapo cookies. Unajua mapenzi inaweza toa mtu ushago. Akuja kuona mjini. Yes, hiyo ni fact, hiyo ni true. Atumie transport yake, kila kitu yake. Anakuja kuona boys wake mjini. Your love. Hiyo ni love. Sasa hiyo ndio kitu mimi naonanga inatupisha ngarada. Sasa wewe unaweza pata ni mtu Singekuwa chapo mbao maana mimi ningetika. Lakini uboda alifikisha. Boda yeye amesema pesa zake ziko intact. Shida ni chapo 4 kutoka Kileleshwa to Thika. Lazima ujiulize hapa. Labda hiyo chapo ilikuwa na kitu. Ndio nakwambia, ni chapo cookies bwana. Hii inaweza kuwa ni chapo cookies. Labda ni chapo special. Unajua special. Ingekuwa tu chapo kula game option kutumia do, then kuspendi hiyo do yote ya kuleta. Unataka kuniambia uko Thika kuna watu wanatengeneza chapo zenye ni legit. Ziko. Hata KFC iko Thika. Wacha tuseme hivi. Mzee boys alirequest kwa demo yake chapo. Akanunua hiyo packet mzima. Packet inatonga chapo ngapi Mike? Chapo pia napima gate packet. Yaani ile pako full ya unga ya unga. Inatoanga chapo ngapi? 20 approximately. Bao hivi size poa 20 size poa hiyo big 22 hapo. Inakuanga ni 2 kg ama inaweza toa mbao, inaweza toa mbao chapati everyone 20. Hizi 16 alipeleka wapi? Lakini vile umesema vile amesema mapenzi ama ni chapo special labda. Ni chapo special. Labda kuna cookie na kuna mwenye ameitengeneza special na special way. Inataka kwa fridge. Lakini kama ni special way inakuwa mbao. Ama ni kiki ama ni showbiz maneno. Lakini Wakenya wako na mambo. Lakini Wakenya wako na mambo. Tunye ziko. Hizo vitu ziko. Unakumbuka last time ingine ilifanyikanga same jamaa wa Uber. Sijua Bolt. Sija alienda kuchukua mtu sijui wapi huko Mombasa na Bolt. Ilikuwa apelekwe Mombasa. Ilikuwa apelekwe Mombasa. Mzee alipelekwa Mombasa na Nduthi. Na Nduthi, imagine. Akamdosili kwa alimlipanga ngapi? Ilikuwa ngapi? 17k imagine. Hawa ma riders hawa man. Wanajionea. Ama mtu anataka hiyo ndio kwa vya odds. Lakini nakumbuka pati ya Rem bado. Kuna msalipelekanga delivery kwa hiyo Tsavo. Tsavo. Sijui kwa ushaisikia. Tsavo naijua Tsavo apartment. Opposite kuna mabnb huko juu. Sasa msampeleka delivery guy ampeleka delivery si ndio? Ampata gang ya wasupa huko ndani. Nini delivery? Na sengo ni Sodoma and Gomora huko. Ni mademo na wako ndani. Na wako ndani the world. Alafu anamwambia aje atuingia tu. Si hatuna noma. Uingia tu. Ama geleo walikuwa wa OnlyFans sawa. But mimi naona ni kama sexual harassment kwa boys. Hiyo ni sexual buda. Hiyo sexual harassment haiapply kwa boys. Ina apply. Bana ina apply bwana. Wewe bana yuje bana. Sasa kama hiyo story imetokea juzi. Tao. Si madama mpanda gari Niko Movers. Kwenda Thika. Dera anatoa shuka kikoi. Anajifunika, anaanza umesikia story? Nimeisikia. Dem pande yake alisema ni sexual harassment. Hiyo anaanza dem anza kusiu. Dem alimsiu. Of course alishikwa. Kwanza kujisikia mzuri maiga. Lakini hata ndio mtu kuna kitu cha privacy. Ufanye kitu kama hiyo kwa public. Hata ingetaka choo. Kitu choo aenda ajisaidie dakika 10. Mzee alikuwa anafikiria nini ukiona huyo? Mazi public. Okay, nini ilikuwa attractive kwa dem? Hiyo design yenyewe. Ama unaweza pata pia tuzi laumu hiyo kadere. Unaweza pata pia maybe dembe alikuwa amejivaa decent. Dem alijivideo akasema alikuwa sawa. Kuna mwingine huko nje sijua kwa watu unaona tu tai hivi una mbao tu unaona tu tai. Na Malcolm alisema man usimbao mchana. Una mbao waje mchana. Utambao waje mchana. Mbao asubuhi ukishaamka ambie kitu tulie. Ende unyore. Irudi form.
Lakini the audacity mtu anatoa tu hapo, anatoa tu bolingo anaanza tu kunyonga mchana. Jo. Hiyo si poa. Watu nao kuja nani vitu. Watu kunje ni wanyama. Sasa unaona hapa alichomea hiyo kampuni ya nini ya Niko hiyo. Niko Mova sasa amewachomea. All driver. Ama alikuwa YouTube man. Alikuwa mbudu. Utapata ngazi vitu wazazi ndio wanafanya hizi vitu za ufaki. Alikuwa amenyimwa the other night. Hata kinyimwa, hata kanikutia mwezi ama mwaka. Unajua mtu pia unafanya jinsi hizi kusukuma hapo. Lakini mazee, ushaikuwa na ile by the way check, ushainyimwa na uko na dem kwa keja. Dem amekunyima na kwako. Aje sa ina happen kwa some guys unanyimwa my guy. Unanyimwa. Hapo tunasha kitanda moja. Ama ni ile amekaa ule wa kukaa. Cheki. Maybe mwenye ameninyima na ni demo na spend, ni demo ako night nini, tuseme ni madam. Maybe tumekosana 1 2 3. Asubuhi niko shota nikimguzaguza hivi satari yake. Lakini ule mwenye amekuja hata amesema amevisit ndani ni nyinyi. Buda utakanyaga kubwa. Ukinyima unaona hizo nilikuwa gani? Netflix and chill man. Ulimuita hiyo design? Alisema sasa unajua tunatumiaga hiyo trick. Kama chill. Kumbe huyo ni kama ni hiyo ni kama ni siku ya kupiga shughuli. Kwani yeye ni mgeni kwa nini? Kwani sasa anajua hizi mgeni kwa industry. Bana jaga. Sina difference tumekuja kuleta difference. Lakini unaona watu ni different. Maybe people move different, yeah. Alapa magala ni. Bana unaweza kuchukua demu mwingine akona marules zingine unasema. Lakini yeye azi anatoka. Kama mission yako ilikuwa hiyo. Sidhani mbona si shida yangu sasa unajua sasa ni aje lazima ningemchocha my guy. Najua ungemchocha. Next night niko na movie hapa hata bado sijafungua. Hiyo bado ndio ni 2 days. Sitaki kuiona nataka tu chill tu na wewe tu. Akaamua kulazima. Akasema mimi niko na unasema imeisha majina zinaenda juu. Nikajua ama wewe pia jamani kali lalisha. Umekaa wapi? After movie kuisha imeisha ndio boza amaza ku make moves. Ama inakuwa make moves hiyo tu imalizana. Movie ishangi tu za kwanza tu hivyo. Shida hamjui shida ni nini. Shida hiyo movie ilikuwa ya mabunde so hata haikuwa ni ya romance. Mimi nadhani mna telenovela. Maroma. Ilikuwa ya marambo. Kila mtu ako nao. Hapo lazima angeshtuka. Hapo lazima angeshtuka juu. Hiki kinakuanga the first 20 minutes, 10 minutes. Lakini hebu nichanue hiyo first 10 minutes 20 minutes. Ukienda sana 20. Itabidi mmeni. Hiyo movie haishaangi buda. Itabidi mmenichanua hizo movie yanga mnaonanga my guy. Ndo hata mimi niko juu mimi ni mabunde walai na kupigana. Immediately. Mimi ndio choice yangu ya movie ndio ilikuwa mbaya. Hapo choice ya movie. Mimi ndo choice ya movie. Ako ka test ndo kabaya, si ndio? Yeye alikuwa expect akikam. Mimi kitu tunaweza ona alikuwa expect akikam. Umweke ma telenovela zile ma romance nini. Hatungemweka hata ngwati sasa basi. Ilitoka ungekata fatul. Ungemweka hata ngwati basi. Ajue kwani amenini. Lakini sasa wewe umeweka movie yani. Kuna zile hata aliboeka most based on ngwati. Sasa mimi nilianza tu hizo. Aliboeka. Nilimturn off na hiyo mabunde. Hiyo ulimtoa. Wakina Joseph Statham Mike. Nimechambua Joseph Statham hapo hivyo. Kasema iko na action na mama. Ushaitikilia movie ya Joseph Statham ile ya kwanza ile ilikuwa imetoka. Hiyo na ile ilikuwa kitambo. Bodyguard from Beijing ama ni hiyo bodyguard. Hiyo ilikuwa mtu alikuwa anacharge roho yake. Hiyo roho yake alidedingi. Hakuwa amededi vizuri wakamwekea roho ya mtu mwingine. So lazima uicharge. Hiyo ni movie my devil ilikuwa inatuchocha. So akizi zimetujenga hizo movie. So hiyo charger usikili iliharibikanga kwa movie hapo ni hiyo tu ni hapo katikati tu ya movie. So mzee ushaona battery vile ina charge inakufa ya TNJ. Battery low. Mzee sasa hiyo ni niki kwa low ni low. So lazima kuna friction. Ndio hiyo battery charge. Friction unaweza pata wapi? Ilibidi amechukua hapa amepea na Bendix hapo kidogo tu
apatio friction kwa Njwanga. Bana jo. Hadi friction inakuja kwa Njwanga. Itoka kwa Njwanga ndikakuja ikapampu kwa nyingine man. Friction instant. Lakini hizo movie yake zina. Ni total ni entertainment tu, entertainment but mimi anga nazi big up sana mazee yanga mimi na. By the way, unatambua movie gani unasema all day all time any movie naweza rudia man. Maana Teddy. Mimi tunapenda action movies. Mimi to be honest napenda action. Mimi hata ukaniambia dema kuja Netflix and chill. Mama utauchi tu action. Mimi sikudanganyi. Ni pande yangu. Wewe ni action. Mimi ni action movie. Bado nitamwekea action. Wewe okay. Kwa sababu action ina entertain. Nasema pande yako unatambua. Pande yangu. Jina. Sema movie gani tuseme story action, romance, nini, war hizo. Mimi sikwangi msema movie lakini nikisema sana ni movie mimi naonanga action lakini si action naona series. Series kuna series action. Ziko. Hizo za ma blacks. Ziko. Hizo za ma drugs. Sasa mimi kuja kwa series mazee hizi za ma drugs. Hizo ndio zangu za ma negroes. Negroes na blackies. Kwanza tukiona power. Hapo tuko sawa. Lakini by the 50 sasa na watu wengine. Anatoa wengine mwecheche. Anaandika hiyo ndio kitu mimi nangojea mazee 50 cents mazee umse jani yake imekuwa poa sana kutoka kwa music to now to the entertainment movie industry. Bazee umse ni inspire mbaya sana kichwani. Umse anakuanga mpiti sana. Mtu ameweka bidii mbaya. Yaani at least bado tu kwa game hata kama si kwa muziki ako kwa game. Ako hiyo side nyingine bado movie side anavuruga mbaya. Alafu nilikuwa nataka kuuliza kitu. Jana sijui hiyo pod I think ilitoka kitambo. Jana ni watch story fulani kwa hii podcast ni nani inaitwa nani? Kwa Box. Walikuwa wanaongelea stories za Gen Z wanasema Gen Z are the dumbest. The dumbest generation ever to how aliprovaje ni madame. Hatuwezi nini ati kitambo vile millennials. Hiyo tu ni kama millennials versus Gen Z. Yeye ni Gen Z. Yes si Gen Z. Anajuaje sisi ni madame. Ati siku hizi kutoka nini inaitwaje kitambo millennials kurecite numbers ilikuwa kama kitambo mtu kushika namba walikuwa wanashika na manamba mingi compare to Gen Z sahi. Tuseme mtu alikuwa anashika namba ya budake, ameshika namba ya mamake, sister yake, uncle yake. Ati sahi huwezi compare na hii generation sahi. Hiyo ndio example alipeana. Hiyo hawezi compare na hiyo man. Ati namba. Hiyo ndio alikuwa ametumia example sasa. By the way back then hapo okay na back then hapo kulikuwa na masimu mingi. Kitambo masimu. Okay. By the way tunaongelea kitambo ya 205 hapo ama. Hizo nyuma tu millennials. Kani 205 hapo tumepata 207 ulikuwa unapata kwa boma simu ndio kwa 2 na moja hata kwa society tunapata unapata tuseme tu hapo 205 tulituli zilikuwa zinapatikana mingi ndio so wewe kukram namba mtu 4 kwani ni shida? Si shida. Unapata buda wako anti yako na maybe mzee mwingine mmoja ama buda kwa sababu inafaa tu ushike kwa sababu simu haziko. Ungesafiri upate ka teleshop mahali na hizo zenye umeshika ndo utakol hizo ndio so I think kwa generation yetu sasa hizi vitu tuko nazo sasa hizi ziko kila mahali hata ukipoteza yako leo hapa utafika hata uombe msee simu and technology uingize Google yako namba zako zitokee tu exact sasa unaona sasa mimi sioni hiyo ni reason inafaa sasa hiyo alikuwa nimeona sasa hii ni yaseme tu kitu kingine yaseme kitu kingine so kwa Box bwana wewe bwana kwa Box unasema tuko damu ajabu watu wangapi ndio wakaona tuko damu labda sema mtoto wake mimi si labda mtoto wake ndio hizi baada kwa hiyo interview alikuwa na Meja sijali mjibu aje Meja alimwambia sio hii generation tu zimechange revolution unajua vile vitu zao walikuwa nafunzwa ni different man hatuwezi kuwa tunafunzwa the same iko tu kama Kenya hii curriculum inafuata ati tukua tu ati yetu tukua sijui na ile system za 844 sijui nini tena nini bana inapajwa ni generation nyingine sasa unaona kazi generation nyingine sasa inafuata hata political side pia inafaa change hii kuruliwa na wazae hii bwana
hii 2027 mazee watu wa make decisions mazee. Tunataka watu kwa vijana kwa nini? Kwa debe. Tunataka vijana. Lakini hii tunajitokeza watu watapiga kura lakini wewe jua lazima kuchange itakama. Change nayo. Lakini ni mdogo tu hivyo. Lakini sidhani kwa politics change itakama. Ikitime kwa continuous. Lakini naona ni kitu iko kwa game. Politics ni kitu iko kwa game. So change maybe wanaweza come up nayo. Maybe hao wakidecide wa change. Ukidecide waseme walete hiyo leadership kwetu, hiyo power, walete hiyo power sasa kwa the youth au wadogo, lakini hawezi leta. Sasa hiyo ndio kitu sisi tunataka, hiyo change, lakini hawezi. Tunaidemand lakini hawezi taka. Sijui kuna nini wanajua nini utamu yenye huko wanajua. Sasa hii political nini kweli tutamanage kweli? Hatuwezi manage. But mimi niko na hopes. Ni kuwa realistic kwa msee. Hatuwezi manage. Labda tukimanage. Moyo alitoka na ilikuwa alitoka Moyo alitoka nani akaingia? Kibaki. Ulitoa Moi inawezekana. At least ika nini kidogo, lakini tunaona ile ileta freedom of speech. Na Moi alikuwa kusema. Alikuwa muda. Kula kwa kuambia. Hakuwa ati sahi ati mzee alikuwa like man. Okay, Tuesday experience but the story tunasikia. The issues tumesoma hizi vitu kwa social studies, we know them to exist. So mambo ita change man. I think will change. Mambo ita change. Maybe country kama wakina Tanzania, wakina Uganda, hao ndo waliamua. They don't want change. Buda sijui mbona lakini check, wacha tuvuke border. As long as tunasema play KE tumeconsume sana TZ. TZ tumewajenga mbaya sana TZ. Alafu sasa kitu yenyewe walikuwa wanatupatia kiki nao showbiz walikuwa naipiga. Hiyo ndio kitu sisi tuko tunafanya. Ndio. By the way tukapiga tu showbiz vizuri na artists wa invest poa kwa music. Itakuwa sawa sana. Because industry ya Tanzania nani ma representers kasi Diamond ama nani anaitwa Rayvanny ama Harmonize, nani mwingine? Unajua nani mwingine? Sasa ndo ameshikilia hiyo industry ya Tanzania mbaya. Mimi as long as mnasema yote zaidi kuna wasanii ama wakina Aslay. Okay ni sawa. Mimi kuna wasanii nimewakubali. Kama nani au sawa Rostam. 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 Anaitwa Rostam. Ni mraia watu wawili. Ilipiga collab na Khaligraph Jones. Ziko unanipata wasi. Yaani ni watu wa hip hop. Au mimi napenda ngao sema. Alafu kwa kuimba Rostam kuna mse mwingine alikuwa anapiganga, alikuwa anatonga nani? Alitonga hit. Mwinjako ama spoken word anapiga maspoken ama. Mwijaku bwana ni nani bwana? Mwijaku ni radio presenter. Mwijaku ni content creator. Ule ni content creator, ule ni waku. Ule ni content creator. Ule ni wakupush. Wakupush ni ule anakupushia, ule ni msoko. Lakini to be honest kwa compare ni industry ya Kenya na Tanzania. Kenya bana tukudi. Kenya ndio tumekata tuku nini inaitwaje? Lakini kama vitu zetu Kenya bana tuko na art. Talent, unaona talent? Unajua talent iko Kenya sana. Both music, comedy, everywhere. Kila mahali. Hivyo tu sasa sisi yetu. Kila mahali. We don't like nini our own. Imekuja anaitwa Darasa. Alafu mwingine naye unakubali. Alafu kuna wewe anaitwa Papa J ama anaitwa Papa J. Pia kuna Rostaman, Professor. Lakini tumeconsume ngoma zao. Lakini sasa hao nami ni legendaries. Hao ni legend. Kwanza kuna Professor my guy, Professor J. Legendary. Hayo mzee maitake nilikuwa ninasikiza. Alma legend. Lakini unachekia wa sahi. Sasa labda tu waimbe tu. Yaani sahi unaona sahi mimi asije nishika apart from kummoja ni mtanisamee mzee. Mbosso my guy. Hiyo naye mtanisamee, acha huyu mzee acha nimpate tu mambo. Mbosso naye ule sawa. Anakaa. Mbosso unitolea mashairi zingine ule ako sawa. Ule kuna mashairi. Ule anajua kutunga. Mbosso ako sawa. Mimi hapo mimi. Hawa say Rostam, Darasa na nini? Au umesema Zuchu mpei chance. Chapati kwanza dema amezaa.
Chapati. By the way, Ni mtoi wa nani? Chibu mwenyewe. Dangote. Baba ya watoto kila East Africa. Lakini inafaa hivyo. Unachiki umse mimi naona ako sawa. Dangote ako sawa. Juu Dangote anazaa. Iko sawa lakini unajua tena huwezi jua ama celebrity unapata madem tu ndo unajua na wakimbilia unapata mzee anakuja unajua dem anaweza kuja kwako aseme si ati anasema tu mimi nataka tuko tunampa mbegu yako nizalishe tu. Alafu madem I think madem ni wajanja. Unajua dem akona ile the third eye. Dem anaona umse in the next 10 years atakuwa msee. Atakuwa mahali. True. Hiyo energy yako anasema unapatanga Teddy ni content creator, si ndio? Teddy yako na hiyo energy. Anasema nikizalia Teddy mtoto possibilities ziko high. Lakini mtoto wangu akwe more than Teddy, unaona? Lakini mtoto wangu produce kitu more. Lakini mimi naona aje inavari na madem. Aje. Mtuka Vindi. Vindi alikuwa anasema madem unajua sasa yako wapi Maiga? Ako Germany. Mchezo tu. Unajua alianza tu hivi tu nini kupiga tu maraundi nini. Lakini I think ndio the best streamer sasa. Actually tuseme Africa ama East Africa. East Africa. Ni vile atufuatilie mawezi wengine. Ana stream. Ana stream. Anakuja Kenya. In fact anatoka Germany anakuja Kenya. Amekuwa kijituma, boys amekuwa kijituma. Baada anasema amomzungu. Sasa ndio tunajaribu kuambia, big up to Vinde man. Kitu nilikuwa najaribu kuambia, niko sure Vinde alikuwa anakatia kagala ama akifanya hizi mambo zake. Akamkata. Obvious. Examples ule demo 96. Anaitwa nani? Aziza. Aziza kumkataa. Alipiga tu vlog na yeye. Ilikuwa tu ni showbiz. Niko sure tu kwa ground tu. Kwa ground na hiyo iko. Kuna majaribu tu mtu kagalde mahali kakamwambia wewe unakumbuka chizi na hizi vitu zako hizo. Juu vindizo kwanza alianzanga na kunyang'anya wasi simu. Maprank hizo maprank. Naona sasa kuna mtu aliona hiyo haiwezi. Mimi hawezi ni pull na hiyo shit. Lakini unaona mademo huko nini anaona potential ya uja ule mlami Mike. Aliona potential. Kwanza ule mlami ni keki. Ni keki man. Sio na mlami akona fromba. Alafu Vinde sasa hivi Vinde ule msako sawa saa juu Vinde anakuja kwa mtu mwingine mkubwa sana. Unajua inaanza tu kijokes hivyo Mike. Unaona sasa ana give thanks to the community. Nilikuwa nimeona walikuwa wamepost Nairobi Gossip akisema sije anataka kupeana sije iPhone na sije what na stand. Kwa streamer yoyote pia yani ana nature. Ana nature maza ku nature unaona sasa amefikia level paka anataka ku nature wasi. Anapeana akirudi Kenya. Wewe unaonaje hii story? Tuseme uko down, hiyo time uko down. Wazee wanakukataa. Hiyo situation kila mtu ako nayo. Unapata wazee wakukubali. Wewe unaona ukimake it yani. Tuseme usai uko chini. Utaanza kuflex wasa walikuwa nakudharawia ama hao ndo watakuwa naona unawaflexia. I think tunasema iko sawa. You the best nini? The best revenge ni your success. So ukikama up na success kama msali ku reject mapema. Sidhani kama inafaa umrudie. Cut off tu kabisa. Sijasema kumrudia. Inaweza kuwa tu mraia tu yoyote. Inaweza kuwa mwenzako alikuwa na kuenvy. Sasa baada atakuenvy. Anakudemoralize. Baada atakuenvy tu. Sasa hivyo ndo tuko. That's human nature. Gona watu wanakupiga support. Watu wanakupiga tu support na watu wao. Lakini ati unajua alikuwa anaongea anasema ati hiyo podcast yenu mna record yezi enda mahali. Sijui viewers vitu gani mnafanya hivi mna waste inaanza pole haujuangi. Every journey ina start na step. Lakini sasa ikishakuwa kubwa paka tunakula ma views paka tunaleta artist. Sasa ndio unaona wanajileta kando ati mimi siwezi kuentertain bana kwambia cheza huko mbali. Hapo unamtoa. Sasa kama huyo unamtoa. Cheza mbali huko kabisa. Sasa shida ni wewe ndo unakuuliza. Au sasa kama hao sema umepatana naye sasa hiyo time Teddy umekuwa niko mimi manze naendesha benzo hapo. Sasa wewe utamhandle aje? Na unajua nasema tu
Just stay too humble, lakini ikikuja story unasema Hii pande ingine Hakuna. support nini wamecheka. Hakuna kitu kama hiyo. Tabii tu nitakuwa tu humble kwako. Kwa poa maisha inaendeleaje? Pia si tunang'ang'ana ni, lakini kujua mambo mengine ati nikuchotee. Haiwezi, nakwambia tu haiwezi. Hata afai kwa sako yako juu. Mtu anakuenvy, mimi naona hiyo ni bad luck kwa msee. Utakuwa unamuentertain. Utakuwa unamuentertain. Unajua ni heri msee kusupport than an envy. Envy si fiti. So support is very important. Nafaa hivyo man. Mtu support. Manze, subscription manze. Faji penye tunaenda kombo, unatuambia. Penye mnaona kuna mistake kidogo. Unaona mara kwanza ilikuwa so in background, at least tumejaribu. Step by step tutanunua lights, tutanunua kamenje, but we will start what we have. We start what we have. Unaanza na hapo pale hiyo kitu iko. Anza na kidogo. Ndio. Sasa tume make step. Sasa ni dogo dogo tu. Dogo. Next tutakuwa kwa studio big mpaka Shukran sana manze. Let's meet on a next video manze. Keep locked manze.